Unapokuwa unachagua waandishi kwa ajili ya kuja kwenye training, kuna mambo fulani ambayo hayawekwi kwenye karatasi ya vigezo, lakini ni muhimu sana na yanazingatiwa. Leo nitakugaia siri. Pamoja na kuwa unaambiwa pale labda unatakiwa uwe na miaka mingapi kwenye kazi, unatakiwa labda uwe na kibali barua ya kutoka kwa mwajiri wako, unatakiwa labda ukubali kwamba utaandika story 2 na vitu kama hivyo. Kuna vitu ambavyo hawasemi, lakini sisi ambao labda mimi kwa wakati labda niko kwenye program, nasimamia program za kutoa training kwa waandishi wa habari. Kuna vitu ambavyo unatakiwa uviangalie. Tena na vingine unakuwa required na yule donor ambaye anatoa hizo hela kwa ajili ya nyinyi kutrain hao watu. Cha kwanza na kikubwa kabisa, professional conduct. Je, huyu mtu ana case ana hata rumors tu za masuala ya ukatili wa kijinsia au na mambo kama hayo? Hilo moja. La pili, sasa mtu ambacho unaangalia, je, huyu mtu is it reliable? Nikimchagua aje kwenye training ya wiki moja, atakuja kweli kwenye training ya wiki moja? Kuna watu unamchagua kwenye training ya wiki moja, siku ya kwanza anakuja siku nzima, siku ya pili anakuja siku nzima, siku ya tatu anakuja mpaka muda wa lunch anaondoka, siku ya 4 hatokei kabisa, siku ya 5 anaweza akaja kidogo akatoka afu akarudi baadaye, kama ndo mnasaini mnalipwa, ndo hivyo anatokea. Kwenye zile fomu wewe unavokuwa unasainisha kila siku, zile zinakuwa attached kwa sababu kuna watu wa monitoring and evaluation pia watatakiwa wazikague hizo document. Kwa hiyo tayari wewe unaonekana kwamba umechagua watu ambao sio. Kwa hiyo ukiona mtu hata kama amekizi vigezo vyote, lakini huyu anaweza asije siku zote, anakosa huyo mtu hiyo fursa, unamtoa. Na kingine cha tatu ni quality ya kazi yako. Kwa mfano labda katika hiyo training wanategemea tunakishawa training, ukishapatia training baadaye labda mtakiwa mkaandike story 2 au nini. Na mara nyingi nakuaga hivyo ili kuhakikisha sio kama tunataka zile story, lakini tunataka at least kidogo wakati uko fresh na ile brain ya yale mafunzo, unatakiwa ukaya implement. Sasa kama mtu kazi zake zote mbovu au kazi zake zimeegemea upande mmoja au kazi zake unaonaga kabisa zinataka labda mambo fulani, unaona tu ngoja nisimchague. Kwa hiyo unaweza ukakidhi vigezo vyote, lakini haya mambo makuu matatu kama hautayazingatia, fursa zitakuwa zinapita kushoto wakati wanapita kulia. Kwa hiyo zingatia hayo. Jiweke katika mstari mzuri, epuka haya mambo mengine na linda image yako. Hakikisha watu wanaweza kukuamini. Ukiitwa kwenye training kama ni siku 3, uzuria siku 3, usijifanye uko busy. Kama uko busy usiombe fursa pe mtu mwingine. Na vile vile brush kazi yako. Jitahidi kazi yako iwe nzuri, na hata ile kazi utakayowasilisha jitahidi iwe nzuri. Okay? Bye.